Hallelujah. Praise the holy name of the holy Almighty God, Jesus Christ. Today, I come to answer the question which states that the cross of Jesus is like what? Or what does it mean when we say cross of Jesus? Ndugu yangu na mtazamaji wangu, unayefuatilia vipindi vyetu kwenye kipindi chetu pendwa kabisa cha Salvation Covenant of Jesus Christ. Niko nafasi nyingine tena ninakualika tupate kuwa sambamba katika swali hili ambalo tunaenda kuangazia na kutoa majibu na kujibu kwa wale wanaopenda kujifunza mambo kadha wa kadha ya usio imani juu yake Yesu Kristo. Na leo liko swali ambalo limeulizwa kama nilivyotangulia kulitambulisha hapo juu, ya kwamba watu wanapenda kujua na wanapenda kufahamu ya kwamba msalaba wa Yesu Kristo ni nini? Ni nini aswa kinachomaanishwa pale tunaposema msalaba wa Yesu Kristo? Ni jambo gani ambalo linamaanishwa? Je, ni ile misalaba tuionayo watu kivalia? Misalaba hiyo iko sehemu mbalimbali. Hata ukienda katika makaburi utakutana na misalaba. Hata wewe mwenyewe ukiamua kutengeneza msalaba unaweza kufanya msalaba. Lakini mwingine akiona umefanya msalaba na ukaweka nyumbani kwako, ataona sasa unajitabiria kifo, unajitabiria msiba. Sasa inakuwaje tena neno la msalaba inakuwa ni utabiri wa kutabiri mabaya, ni kutabiri mauti, ni kutabiri kifo? Hali tunasema nimeokolewa kwa msalaba, kwa msalaba nani? Wa Yesu Kristo. Sasa swali linakuja na watu wanapenda kujua ya kwamba huo msalaba wako wao, huo msalaba wa Yesu Kristo ni nini aswa? Ni neno gani hilo ambalo linamaanishwa kwa kusema msalaba wa Yesu? Ndugu yangu unayefuatilia, usiache kulike na kusubscribe na kushare pamoja na wengine wengi ambao unagusa ya kwamba na wao watajifunza na kunufaika na mafundisho yetu kutoka kwenye kipindi chetu pendwa cha Salvation Covenant of Jesus Christ. Karibu. Watu wengi wanaposikia habari za msalaba wa Yesu wanaenda moja kwa moja kwenye imagination picture inayowajilia katika ufahamu wao ya kwamba msalaba wa Yesu ni ile alama ya kujumlisha ambayo inaweza ikatengenezwa kwa chuma, inaweza ikatengenezwa kwa nini? Kwa miti, ama ikachorwa kuwakilisha nini? Christianity, kuwakilisha nini? Ya kwamba hapa kuna wokovu wa Yesu Kristo na kutambulisha msalaba wa Yesu Kristo. Ndivyo watu wengi leo hii wanavyotembea na kufahamu ya kwamba huo ndio msalaba wa Yesu, na wengine wao wanaenda mbali hata kuvalia mashingoni mwao, wanavaa mfano wa msalaba, alama ya kujumlisha katika vifua vyao, na wengine mikononi mwao wakitengeneza kitu kinachoitwa encouragement of faith, vitu mbalimbali kadha wa kadha, na wanawekea alama ile ya kujumlisha iliyochorwa mchoro na kusema ni msalaba wa Yesu Kristo. Basi msalaba wa Yesu ni nini? Msalaba wa Yesu aso ni nini? Ndo hiyo tuionayo ikivaliwa, ndo hiyo tuionayo ikitengenezwa, ama ndo mchoro huo tuonao wenye alama ya mfano wa kujumlisha ya kwamba ndiyo msalaba wa Yesu? Na tunapoangazia kwenye Biblia takatifu, kitabu cha Habakuki, ile sura ya 2 na ule mstari wa 18 hadi mstari wa 20, inatukumbusha ni nini juu ya masuala haya ya mambo ya tunayozungumzia mahali hapa, ya kwamba kama ilivyoandikwa, sanamu ya kuchora yafaa nini? Hata yeye aliyeifanya ameichora. Sanamu ya kuyeyuka nayo ni mwalimu wa uongo.
Yafaa nini hata yeye aliyeifanya aiwekee tumaini lake na kufanya sanamu zisizoweza kusema. Ole wake yeye auambiaye mti, hamka, aliambiaye jiwe lisiloweza kusema, ondoka. Je, kitu hicho kitafundisha? Tazama, kimefunikwa kwa dhahabu na fedha, wala hamna pumzi ndani yake kabisa. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Sijui ndugu yangu, ulipoyasikia maandiko haya umejifunza nini? Sijui ni mara yako ya ngapi kusikia maandiko haya mahali hapa. Sijui ni mara ya kwanza ama ni mara kadha wa kadha. Sijui wakati umeyasikia na kuyasoma na kusomewa maandiko haya ni maufunuo gani, ni uelewaji gani umeupata sawasawa na neno la Mungu. Nami napata kurudia kukuwekea msisitizo uyapate kuyasikia tena. Na itakubidi ukachukua Biblia yako baada ya kuyasikia hapa, ukapitie mstari mwenyewe ya kwamba ni kitabu hiki cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 18 hadi mstari wa 20. Nikianza kabisa tena kwa kupitia ule mstari wa 18, tumeandikiwa nini? Yaani mimi na wewe, ya kwamba sanamu ya kuchora yafaa nini hata yeye aifanyaye aliyeifanya ameichora. Sanamu ya kuyeyuka nayo ni mwalimu wa uongo. Yafaa nini hata yeye aliyeifanya iwekee tumaini lake na kuifanya sanamu isiyoweza kusema. Ole wake yeye auambiaye mti, amka, aliambiaye jiwe liondoke, lisiloweza kusema, ondoka. Je, kitu hicho kitafundisha? Tazama, kimefunikwa kwa udhahabu ya fedha, wala hamna pumzi ndani yake kabisa. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Dunia yote na nyamaza kimya mbele zake. Tunajifunza nini ninaposema dunia yote nyamaza kimya mbele zake? Tunafundishwa habari ya kuondoa ibada za sanamu na kutumaini na kupata mafundisho kwa kutegemea nini? Kutegemea sanamu, kutegemea vitu vilivyobuniwa na kutengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Kutegemea nini? Sanamu. Anasema hivi, anasemaje? Sanamu ya kuchora. Kwani huo si ni mchoro ambao unawakilisha msalaba? Yamkini umechorwa kwa alama ya msalaba, na mtu akawekea tumaini akasema huu ni msalaba unaookoa, tumeokolewa kwa msalaba. Hapana, huo ni upotofu. Hatuwezi kujifunza kwa sanamu. Watu wanatengeneza sanamu leo, wanasema ziko sanamu za namna nyingi. Kuna sanamu za mfano wa msalaba kwa ile alama ya kujumulisha ambayo ni msalaba, ambayo inaweza kuwa imetengenezwa kwa miti ama imetengenezwa kwa chuma ama imechorwa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Hiyo yote ni sanamu. Kuna na sanamu nyingine za kuwafananisha na watakatifu au kufananisha na vitu vilivyo vitakatifu, ama kufananisha na watakatifu, ama kufananisha na Yesu kwa sanamu, ya kwamba wanasema ya kwamba ni mwalimu, inatukumbusha njia za kumjua Mungu na kumpendeza Mungu, ya kwamba huyu ni mtakatifu Bikira Maria yamkini. Hii ni picha na sanamu ya Yesu, inatukumbusha kifo cha Yesu na mateso ya msalaba. Huu ni msalaba wa Yesu. Je, sisi tunaokolewa kwao? Ama tukisema msalaba wa Yesu umetuokoa, ni msalaba hupi? Ni msalaba wa namna hiyo? Hapana. Ndio maana maandiko haya yameandikwa, wala Mungu si dhalimu, wala hajipingi katika maandiko yake na katika maneno yake, kwa sababu imeandikwa sanamu ya kuchora. Kwa hiyo inawezekana ni mchoro unaowakilisha, ni sanamu lakini katika mfumo wa mchoro inawakilisha kitu fulani. Ni mchoro, ni sanamu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Lakini pia kuna sanamu kama sanamu ya kutengeneza, imefunikwa na kupakwa kwa dhahabu, na watu wanasema ya kwamba inatufundisha njia za utaua, inatufundisha njia za utakatifu. Tunatafakari maisha ya mtakatifu fulani, tunatafakari mwenendo wa maisha ya Bikira Maria, mwenendo wa maisha ya Yosefu, mwenendo wa maisha ya Yesu mwenyewe, na inakuwa ni kutufunza njia za wale watakatifu na kutukumbusha. Lakini maandiko mahali hapa yanakataa, yakasema haiwezekani sanamu ya kuchora na kutengeneza na kuyeyusha na kupaka kwa dhahabu ikawa ni mwalimu wa kukufunza njia kwa Mungu. Dunia yote na nyamaza kimya, itoke katika upotovu huo na uelewaji huo. Bwana Yesu Kristo atukuzwe.